Priscilla Waimani, niko ndani ya Nairobi. Sauti imeanza kupotea. Sauti imeanza kupotea. Leo tuko Nairobi CBD, tunasema justice for Duta. Duta ni twin sister ya huyu msichana mwenye mnaona hapa. Huyo mtoto alidauka asubuhi na mapema siku moja kawaida tu venye huo unaenda kujitafutia. Akapatana na agent mmoja ambapo huyo agent alimwambia anampelekea Saudia. Na sasa alimpitishia wapi? Ethiopia. Kuenda Ethiopia alikaa 10 days, alafu inasemekana ati akabaiwa bag. Kumbe hiyo bag ilikuwa imewekwa madawa za kulevya aina ya cocaine. So msichana akaenda akaambiwa atapita atafika kwanza Vietnam, so, then aende Saudia. Kumbe ilikuwa guys, wacheni ni kama kuna wakati tunahitaji Mungu ni saa hii. Huyo msichana alipoenda Vietnam, imagine kumbe kwa bagi yake kulikuwa kumewekwa hizo madawa za kulevya. So msichana ameshahukumiwa kunyongwa na ni masaa, tunahesabu masaa. Tunaomba serikali yetu ya Kenya ili iweze ikatusaidia. Huyu Duta, huyu ni twin sister wake. Hii familia hawakurangi, hawalalangi, kilio usiku na mchana. Akina waomba Wakenya wenzetu, tunaomba serikali yetu ya Kenya iweze kuintervene na ndio huyo msichana asinyongwe. Tunabakisha masaa. Hapa ni Nairobi, Kenya. Asanteni. Kabla uanze kusema maisha yako ni ngumu, ebu kumbuka kuna Mkenya ako Vietnam saa hii amepewa death penalty. Anangojea anyongwe, auliwe in less than siku 3. Huyo mwanamke anaitwa Margaret Nduta, 37 years old. Margaret alishikwa na cocaine. Kilo ngapi? Kilo 2 za cocaine. That was back in July 2023. Alikuwa nadhani ameenda kupewa kazi huko majuu. Sikikenda kikamramba. And then on March 12th, kesi yake ikafungwa na akadeclarewa guilty. Wakasema ni kumaliza yeye. And she's crying for the government. At least waruhusu aone mtoto wake one last time. Because now government ya Vietnam si mchezo. Walimshika na more than 600 grams. Imagine, alishikwa na 2.5 kgs. And the family is very supportive. Wanasema venye wamelea mtoto wao, they don't believe that Margaret can do something like that. Maybe she got framed. We never know. But may justice prevail. Kenya tuko pabaya. Hello. Priscilla Waimani niko hapa. So far nataka kuchukua nafasi hii kwa wote Wakenya wenzetu. Na Wakenya wakiamua kitu tunaweza, umoja ni nguvu. Wakenya wetu, Wakenya wenzangu tumejaribu. Yani kila mtu, kama wewe ni wa kutap, kama wewe ni wa kutype, kama wewe ni wa kupiga makofi, kama wewe ni wa kupiga magoti. Yani niseme tubarikiwe sisi wote, kwa sababu saa hii story na Duta naona at least leo kuna matumaini. Mimi nimelala nilikuwa na hivi nikastukia na zinzia. After hiyo nilikuwa na maumivu. I think jana nilishout sana, but nimekunywa painkillers. Wote niwaambie, mimi familia ya Duta ikisaidika, mimi kama Mkenya, mimi Priscilla Waimani nitafeel vizuri. Nitaona, sijui niseme nini. Nataka kuchukua nafasi hii kushukuru serikali kwa sababu ya hatua ambayo imeanza kuchukua, na mimi niko na matumaini ya kwamba Margaret Duta atasaidika. Familia ya Margaret Duta at least tumeanza kuona
yani wameanza kuona mwangaza. Kuna watu wananipigia simu wananiuliza ama mimi ni wa hiyo familia. Mimi si wa hiyo familia. Mimi tu nilijitokeza tu kama Mkenya. Tafadhalini, mimi si wa hiyo familia. Ni ile tu kujitokeza kusaidia Mkenya mwenzangu. Guys, na waomba tuendelee hivyo tu. Nashukuru wote, mpaka wachungaji wenye wamechukua hatua mpaka kupost kwa akaunti zao za mitandao na hata kuombea familia ya Nduta. Thank you so much. Serikali, asanteni sana, na bado hatutachoka kuomba serikali izidi kufuatilia history. Asanteni sana, Mungu awabariki. Hatutachoka. Dakika zingine nitaingia live. Nimesema nipumzike kidogo. Watu wananitafuta, naona watu wananipigia simu, lakini nitarudi. Ngojeni tu kidogo, nitarudi live. Thank you so much. Mungu awabariki. Tuendelee na kuombea familia ya Margaret Nduta. Twin sister wake ako sawa, lakini watu wengi wanampigia simu. Hiyo familia ni traumatized sana. Tusimpigie masimu mingi sana, wakati mwingine anahisi uoga. Thank you so much guys. Asanteni sana Wakenya wenzangu. Bye bye.